Oh Yesu wangu, asante Bwana Yesu. Kila ufalme wa kuzimu, kila ufalme wa giza uweze kuchomoka, uweze kuchomoka. Kila ufalme wa nyanya uweze kuchomoka, kila ufalme wa babu uweze kuchomoka, kila ufalme wa kuzimu uweze kuchomoka, kila ufalme wa kuzimu uweze kuchomoka. Nasema chomoka, nasema chomoka, nasema chomoka. Kila mabishano kila neno yako, kila mama yako, kila ufalme, kila ufalme uweze kuchomoka, uweze kuchomoka, uweze kuchomoka. Hatuna roho wa Bwana, hatuna roho wa Bwana, hatuna roho wa Bwana. Hautakufa wewe, hautakufa, utaishi, utaishi. Hayetuna kifo, nikakukujia. Hayetuna kifo, nikakukujia. Kutoka damu ya Yesu, catch fire, catch fire. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Natangaza anga upasuke. Natangaza anga upasuke. Wale na magonjwa yasiyotibika. Anga ikapasuke kwa. Anga ikapasuke kwa. Anga ikapasuke kwa. Anga ikapasuke kwa. Yesu shuka. Yesu shuka. Yesu shuka. Bwana Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Yes. Just worship God. Abudu Bwana tu. Just worship God. Just worship God. Yes,
Leo mafuta ya kifo imempata. Leo kifo chake cha yule adui kimefika. Inasema chini ya upako wake mtakatifu anayekutesa nimemkamata sasa. Huyo Mungu aliyemtuma wewe nimemleta mamlaka ya ajabu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hiyo roho inaitangazia mauti. Anayekutesa na mtesa. Na mtangazia mauti leo. Na mtangazia mauti. Kama vile Bwana amenipa mamlaka ya kumwaga uchawi. Ya kumwaga kila majini. Achilia mafuta kwako. Achilia mafuta. Achilia anointing. Achilia upako. Hiyo roho. Hayo majini. Ena kichwa. Ena kichwa. Ena kichwa. Kichwa. Mwogo wako. Mwogo wako. Mwogo wako. Mwogo wako. Sasa kwenda. Enda. 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 Father, in the name of Jesus Christ, you are the Lord of the Ebenezer. We lift the name on high, my Father. Thank you for the power that is here today. Thank you for the anointing that is here today. I speak healing of the body. I speak healing of the mind. I speak healing of the soul. Hiyo roho ndio imekutafuta kwa muda mrefu. Tangu miaka mingi. Leo naikamata. Leo naiua. Leo naiua. Sitaki kujua kama ilikufa kama iko uhai. Mamlaka ya baba yangu. Baba yangu, baba yangu. Anointing. 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 Roho majini. Roho nyoka. Natangaza. Natangaza. Kufa. 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 Roho majini. Majini. Inakuja. Na mamlaka. Na mafuta. Yesu ya kawaida. Natangaza. 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 Roho Bwana. Roho Bwana. Haya ni mafuta. Leo ni mafuta. Haya nachoma. Kila majini. Kila majini. Kila majini. Inapakujia. Inapakujia. Umepesa. Kisha umefika. Leo nimekuja. Anointing. 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 Kufa. 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 Moja. Kufa. Mbili. Kufa. 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 Katika. Hauna uwezo tena. Yes. Silence. That is a command from heaven. Silence in Jesus' name. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kama uko uhai, wewe roho ya kuzimu. Kama uko uhai, utumike forever. Ukufe forever. Hayo ni mafuta. Yanayochoma kila mifupa. Ana uchawi. Ana uchawi. Chukua. 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 Chukua namba. Chukua. Chukua. Imetosha. Imetosha. Sema imetosha. Sema imetosha. Sema inabizuna. Imetosha. Makosa yake. Imetosha. Imetosha. Ndio ofisi ya baba yako kwa jina la Yesu. Ndio ofisi ya Bwana. Jina la Yesu. Sema miaka zote. Sema miaka zote. Kuja na maana mengi. Kuja na upako. Kuja wakanga. Wachawi. Sema kreta. Makosa kufa. Ninakutambua. Ninakutambua. Mama. Ni mama. It is power. Altar versus altar.
Mafuta isiyo ya kawaida. Leo hao makaka wako hayo majini tumeyatambua inakuamurisha sio kwa niaba yako, inakuamurisha chukua baraka zako upende mara moja. Naita moto wa damu ya Yesu, mamlaka ya Mungu, mamlaka ya Maimeka, naita heaven come down, heaven angel Michael come with a sword, come now. Josasa anza kupesa itazeke sasa, funga miguu yake, funga akili yake sasa, nao fungua, anza kuona, anza kuona, enda isha nguvu in the name of Jesus. Ishauri kwa jina la Yesu. Powerless. We don't argue with the demons. My God has not argued with the demons. Right now, I set you free. Weka pale na kutoa. Hata wakabuni na kutoa. Kapia macho na kutoa huko. Na kutoa. Yote kwa kupatia. Wakanasa akili yako. Tapika sasa. Yote kwa yote. Hiyo maakana yote. Asa kuchomeka. Enda. One. Enda kichwa. Enda. Two. Enda. Three. Enda in the name of Jesus. You are delivered. Yesu. Pepa zimoto chako. Onekana Bwana. Kila mauti kaondoke. Kila ufiku ulibibi kaondoke. Wasini kaondoke. Hauna uwezo tena. Inakuchoma. By fire, by power, by the anointing. 1, 2, 3 in Jesus' name. Wewe ni Adonai. Wewe Yesu. Wewe ni Adonai. Wewe Yesu. Wewe ni Adonai. Wewe Yesu. Wewe ni Adonai. Mtumishi wako aliposema asubuhi ya kwamba hii ibada imejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Nachukua hiyo nafasi pia mtakatifu kulingana na yeye. Kuna watu wamefika kwenye nyumba hii. Jina lipanga wao wakife. Lakini Yesu anawapa uzima. Kupitia ibada ya Roho Mtakatifu akapona nafsi yake. Hata kwa kawaida tena. In Jesus' name, somebody shout amen. You can keep on fighting clap to Jesus. Please and sit so that we can share briefly the word of God. The time has really gone, but we don't care. What we care is about the Spirit of God. Hallelujah. Amen.
Those who are joining us online, my name is Evangelist Juma, coming live from Longongo Christ Freedom Worship Center. We are here together with Pastor Alex, and the Lord is very sufficient. We are seeing the mighty hand of God. If you plan to join us, you will be free to fellowship with us, and you will be blessed with the Lord. So join us as we proceed with the service, and the Lord will see you through. The Lord will take you through this session, and you will be blessed. If you are there in online and you feel like you are tormented by the devil, umesumbuliwa na mapepo na nguvu za giza na magonjwa ambayo hayana kikomo, na kuambia kwamba welcome at Christ Freedom Worship Center. This is the room for theater, and the Lord will speak to you. God bless you as you join me in this session, and you will be blessed. Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Those who are already in the house of God, I say welcome. There's a time I was talking and telling Mr. Paul that the time is coming for us to get now into English and maybe get the translators, because where we are heading, things might change. Na sasa nasikia tuko na mtu ambaye si Kiswahili katika nyumba. That is a wake up call. It's a sign and a gesture. There is a church we are growing. We attended 2 services. We spoke about the English session and the Kiswahili session, and that one will come to pass. Hallelujah. Nitaboroga lugha ama nitakuwa nachanganya Kiswahili na Kiingereza kwa sababu kuna wale ambao hawasikii Kiingereza, na ningependa huu ujumbe ufike kila mmoja. Maybe the Lord has sent that sister so that you can come and have the blessings. So it's good that we mix the languages so that everybody can get what we are going to talk about. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tu leo unione kama kuhani wako. Labda umezoea kuniona kama mwalimu, umezoea kuniona kama mume wako, umezoea kuniona kama baba Adasha, umezoea kuniona kama in-law, kama sister, kama brother, kama mkhwasi, hizo zote. Lakini nakuomba leo unione kama kuhani. Hallelujah. Amen. If you receive a prophet in the name of a prophet, you will receive the prophet's reward. Ukimpokea nabii kwa neno la nabii, utapokea thawabu ama taji ya nabii. If you see me as Juma, you won't get anything from me. If you see me as a great evangelist in the country Kenya, and you try to say that the biggest evangelist, I'm also among them, whatever you desire from God, that you will receive. Hallelujah. Amen. Kwa dakika chache tunakuomba unione leo kama kuhani wako, na utapokea kile ambacho kuhani amekuletea siku ya leo. You can greet your neighbor on my behalf. Just greet your neighbor. Mwambie neighbor. Are you ready? Mwambie neighbor. Are you ready? Are you ready? Kama amesema mnyamaza, mwambie yes I'm ready. Yes I'm ready. Yes I'm ready. Hallelujah. Give a mighty hand clap to Jesus. Naomba roho ya kuelewa Kiingereza ikuangukie kwa jina la Yesu. Kiingereza ni lugha kama Kijaluo. Kiingereza ni lugha kama Kiluya tu. Kiingereza ni lugha kama Kiswahili. Therefore I pray the spirit of understanding to land on your ears, to land in your heart, to land in your mind, that which the Lord has planned to speak unto you, that you may hear and listen. Hallelujah. I want to talk about the yoke and the anointing. The yoke and the anointing. Don't worry. Sio na shaka. Nimesema nione kama nabii wako kwa leo tu. Nione kama mtume kwa leo. Na utapokea roho ya mtume. Hallelujah. Amen. Hakuna roho ambayo kukaleta itakayobaki kwa siku ya leo. Tunaziua zote. Amen. Tunazika zote. Mwambie neighbor. The yoke. The yoke. Neighbor. The anointing. The yoke. The anointing. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I want to explain the meaning of the yoke and the meaning of the anointing, and the other things maybe I will teach during the teaching lesson, because I feel like I'll preach today. But before I preach, I want to just talk about the yoke and the anointing. Nataka kuzungumza kuhusu anointing na yoke. In Swahili, the yoke inaitwa nira. Sema nira.
Nira. Anointing ni nini? Adiwapi? Upako. Yes. Sio mafuta. Lakini Kiswahili ukipata Biblia Kiswahili nasema mafuta pia. Lakini mafuta si mafuta unajipaka. Hello. Bwana asifiwe. So kuna anointing na kuna the yoke. Mafuta ni haya. Hii inaitwa olive oil. Ni mafuta kutoka kwa miti ya mizeituni. Hallelujah. Yes. Olive oil from olive trees. Hii si anointing. Hallelujah. Haya ni mafuta ya kawaida. Unaweza chukua kama mama uweke ndani ya nywele, si kweli? Uweke ndani ya nywele. Kwa hivyo this is not the anointing. It is the common oil. It is oil. Inaitwa imeandikwa hapa olive oil. Pure olive oil. It is not anointing. Hallelujah. What is anointing? Upako ni nini? Upako ni nini? What is anointing? Anointing is the Spirit of God in you. That is the anointing. The anointed one, mpakwa mafuta, kwa sababu alipopakwa mafuta Roho wa Mungu alimuingia. Kwa maana anaitwa the anointed one. He is different from the rest because the others have not been anointed, have not received the Spirit of God. Hallelujah. But once the Spirit of God enters you, you are called the anointed one. Mafuta ama Roho Bwana akikuingia unaitwa mpakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliposoma kule primary tulikuwa tunaambia kwamba wakati wa ubatizo wa Yesu, during the baptism of Jesus Christ, what happened? Roho wa Bwana alishuka. The Spirit of God came down in form of a dove. Thank you very much. During baptism, the Holy Spirit came in form of a dove. That made Jesus the double anointed one. Hallelujah. And that is why the name Christ means the anointed one. Jina Kristu inamaanisha mpakwa mafuta. So alipobatizwa, Roho wa Bwana alishuka kwa umbo la njiwa ili kumpaka mafuta. Hallelujah. Nami leo naomba nikupake mafuta. Lakini kabla nikupake mafuta uelewe maana ya mafuta ni nini. What is the essence or the importance of the anointing? Hallelujah. Mungu ameelewa mafuta ni nini? Umeelewa anointing ni nini? Ni Roho wa Mungu juu yako. How can you receive the Holy Spirit? Through the laying of hands. Kwa kuwekwa mikono na kwa kupakwa haya mafuta. Tunayaka before kupake tunayageuza, tunayaweka Roho ndani yake. Tukishaweka Roho ndani yake, sasa haitwi mafuta tu, inaitwa upako, mafuta ya upako. The anointing oil, mafuta ya upako. Kwa sababu sasa tumemweka Roho wa Mungu. Tukifikia hapo. The second thing is the yoke. Nimesema yoke ni nira. Nira sisi kule Mshago wewe tunafanya ukulima. Ngapi wakulima hapa? Hata kama ni wanyanya, wakulima wa mboga, wakulima wa miwa. Hakuna wakulima hapa, ni mmoja tu. Baada kuogopa bwana. Ukulima si mbaya, si uchawi. Weka mkono kama wewe ni mkulima, hata kama ni wa kuku, wapigie makofi kwenye nyumba. Mimi pia ni mmoja wa wakulima. When we are plowing the farm or preparing the land for planting, we use tractors, and sometimes if the land is small, we use oxen. Tunatumia ndume, tunaita ndume. Tunatumia ng'ombe wa kiume. We use oxen to do what? To plow. Before you direct the oxen, kabla uongoze ndume, kuna kitu wanaweka kwa mgongo. There's something they put on top of the cows so that they can pull the plow as they till the land. Hello? Kuna kitu wanaweka mgongoni wa ng'ombe wa kiume ili waweze kuvuta jembe ilime. Hiyo kitu ambayo wanaiweka alafu wanafunga kamba. Mai kuona? Inaitwa nira.
Kwa Kiswahili inaitwa nira. In English we call it the yoke. Once you have yoked the cow, you are able to control it. It can only go where you want it to go. Hallelujah. Amen. So the yoke makes it easier for the people to control the cows or the oxen when they are plowing. Nira inasaidia yule ambaye anaongoza wale ndume aweze kuwa na uwepesi wa kuwaongoza. Hallelujah. Ukishafunga ng'ombe nira hawezi kutoroka. Akitoroka unaweka jembe chini kabisa, anang'ang'ana, anashindwa kuenda mpaka anaanza kujifanyia shughuli nyingine. Hallelujah. Spiritually kuna kitu inaitwa nira. There is physical yoke and spiritual yoke. Kuna nira ya kimwili na kuna nira ya kiroho. Nimesema kimwili, nira inazuia ng'ombe kuenda njia nyingine ili ng'ombe iweze kufuata laini ambayo inalima. Spiritually, we say a yoke is a device placed on the neck of an oxen to control and direct them. Spiritually, a yoke represents bondage. Inaashiria utumwa. Thank you. Oppression, mateso, limitation, vizuizi, and burden placed upon a person. Na mizigo ambayo imewekwa juu yako kiroho. Unapojaribu kuomba unahisi uzito, unang'ang'ana, hata usikisho unakuja. Ina maana kwamba you have a yoke. Na kuomba mpendo usilale, usikie vizuri sana. Nikufungie kidogo tu na nitakuwa namalizia. When you try to pray and you find difficult, you feel exhausted, you feel tired, and even you sleep, it means there is the devil's yoke in your life. Hallelujah. Unapaswa kuomba hata siku unasahau. Unakumbuka asubuhi, oh, I did pray in the morning. So you remember that I did pray. Si kuomba. Why? There is a yoke in your life. Kuna nira kwa maisha yako inafaa iondolewe. Inawekwa na adui. The enemy desires to place a burden on your shoulder. Shetani anataka kuwekea mzigo kwenye mabega yako. Huwezi kuona huo mzigo, lakini katika anga ya kiroho unapenda katika maombi yako hakuna kupenya. There is heaviness. You struggle. You plan things you forget. When you sleep, you see bad visions, bad dreams. You can't sleep. You kick. Unapiga mateke usiku kucha. Unapigana na shetani. That is a sign that you are under the yoke of the enemy. Ukiwa kwenye nira ya shetani, atakuongoza mahali popote anapotaka. That is why when stealing is not something to you. Kuiba si kitu kwako. Hallelujah. Ni kama mtumishi mmoja Ijumaa akawa ananiambia hata watu wanafanya kwa hoteli. Haya sio hapa Akasema kuna watu wanafanya hoteli. Tulikuwa mahali fulani kwa ibada. Kaniambia ikifika jioni wako na kare kingine. Anaangalia huko anayo posi hakuna, anachukua chakula cha mwenyewe. Anarudi kwa dunia, anarudisha kwa fence kwa kando, anachukua anaenda nyumbani. Na ni mwokovu. Amekuja kanisani amekaa pale, akila kitu kizuri hata andika chifu tu. Iko kwenye kiti, anaangalia wale wakasema hamba, yeye kumbe anaambia wengine. After some time imedisappear. In the church, tuko kanisani but kuna wengine wako na nira. Magnetic eyes. Hello? Magnetic eyes. They attract everything. Macho ya sumaku yakiona hii yana attract. Ni yangu. Hata mke mwenyewe ni yangu. Mke wenyewe ni yangu. Simu wenyewe ime kama mchezo na kama simu ya tululu. Ile kanyoka anatembea. Mayo na hiyo tu. Ya tululu Yote ya tululu unaijua? Kanyoka anatembea alafu anakula. Watu wako hivyo kanisani. You eat everything. The stomach was made for food.
But not every food is good for the stomach. Naona pastor amesema hapa unakula mokimo, unakula ladies, unakula matunda, unakula nini? Paka nimeanza kusema inaanza kumblei. Uzuri na wewe unasikia unaanza kufunguka huko kiki. Hiyo ni hasara bwana. Sasa unaona ungule mingi alafu nasikia ndio kusaidia kwa baba isimami atatoa na watu wengi jaizima madogo. Wewe unationa kama mtoto wa toilet. Klasa. We have people like those ones. It means you have the yoke. Kuna mtu anataka mkate wa 400 grams peke yake at once. Na kama ni wewe usielewe vibaya, mimi nakufundisha na nikusaidie. Kuanzia leo usikule mkate mbili ukimaliza at once. Hiyo si kawaida. Chapo anafinya ya kwanza, anafinya ya pili, anafinya ya tatu, anafinya ya nne, anafinya ya tano, anafinya ya sita, anafinya ya saba, anafinya ya nane, anaruka atende kusema ataenda, anarudi tena. Anafinya ya mti ya 9, anafinya ya 10, anaongeza maji. Ndio anaisha ya chai. Atikale kwa mfuko kademu kanaisha 1 kilogram. Na atashiba. It is not normal. It is not normal. Nataka Mungu akusaidie leo. Usibebe mizigo ya shetani. Maana kasema Mungu akasema kwamba mzigo wa dhambi utakwama mlangoni. Naomba usifike huko pale mlangoni, ukwame hapa. Amen. Ukiwa na mzigo wa shetani utakuwa mzito. Ni kama umeenda kukimbia mbio umevaa gambut. Nimewahi kukimbia na gambut. Nilikuwa nafuata na adui anataka kunikata. Nimeenda ushuhuda hapa. Hiyo siku adui alikuwa amenifuata pia anataka kuniua. Premature death ilikuwa inanifuata. Nikakumbuka Mungu wangu, nilisema nitakuwa mhubiri. Nikasema my God! Nguvu ilikuja kwa magoti. Nilitoa biabu ile haionekana. Nilikuwa naona matope ikipanda juu. Ulikuwa kumenyesha kwa shamba. Mungu wangu ilinisaidia na Mungu wangu akanisaidia. Niko uhai siku ya leo. The enemy is planning bad things upon your life. If you will sleep and slumber, he will yoke you. He will yoke your family. And finally, he will castrate you. Amen. Hallelujah. Amen. Najua mtaelewa hiyo. Umeelewa? Yes. The devil is not your friend. His plan is to castrate you, so that you become the owner of the house. Mpango wa shetani ni kwamba akunyofoe. Mpango wa shetani ni kwamba akuangamize. Anakumbebesha mizigo mizito na anafunga akili yako na mwili wako usielewe, so that you struggle forever. Lakini ashukuriwe Mungu, leo analeta mafuta ambayo ya kawaida. Lazima hiyo ndio umekubebesha uiache hapa. Usikubali kwenda nyumbani kwa kufanya gambu tena. Gambu ya kiroho ibaki hapa. Ulikuwa mwepesi. Haleluya. The yoke. Nira. Isaiah chapter 10 verse 27. Sina kupea vitabu vingi. Nitakuja kufundisha tena baadaye wakati mwingine. Isaiah 10:27. Natumia King James version. Ukitumia NIV itakuambia vitu tofauti. Lakini napenda King James version sema, and it shall come to pass, ndio Kiswahili. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kiswahili? Katika siku hiyo, katika siku hii ya leo, mzigo utainuliwa kutoka mabegani mwako. Mzigo utaondolewa kutoka mabegani mwako. Na nira yako kutoka shingoni mwako. Na nira ya shetani kutoka shingo lako. Nira itavunjwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nira itavunjwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Leo naomba nikuwekee mafuta. Hiyo nira ya kusumbua, hiyo nira ya mateso, hiyo nira ya kung'ang'ana, hiyo nira ya usingizi usio kawaida, leo tuing'oe. Maana sema kwamba it will not be taken away, but it will be destroyed. Amen.
haitachukuliwa tu, maana ikichukuliwa tu inaweza ikarudi kilala. Lakini anasema kwamba ukiamini hiyo nira inaharibiwa, it gets destroyed so that it does not exist anymore. Hallelujah. Amen. I want to tell you the different forms of yokes. Nira za kiroho kwa haraka tu. Baadhi ya nira za kiroho. Nira ya kwanza ni nira ya dhambi. Those who are writing, sin and bondage. Romans 6:16. When we live in sin, we become slaves to sin. Therefore, sin and bondage is one of the forms of a yoke. Dhambi na utumwa ni aina moja ya nira. Romans 6:16. Number 2, generational curses. Laana za kizazi na kizazi. Babu yako alaani baba yako. Baba yako akakulaani wewe. Wewe pia umekuwa mkubwa mwanzo kulaani watoto wako. Kazi ambazo haziishi. Wewe nyanya yako aliita mama yako ng'ombe. Mama yako akakuita wewe ng'ombe. Wewe pia umekuwa mtu mzima, unaita watoto wako ng'ombe. Nao wakikuwa wakubwa, wanaita watoto wao ng'ombe. Mnanielewa vizuri wa Bwana? Mnanielewa vizuri? Those are the things tunaonyesha kwamba we are under the yoke. Tuko na nira tumebeba. Wakikupiga scanning ya kiroho, wanakuona kwa maana kama ni mama yangu hapo, wanamuona kifurushi kikubwa cha mizigo. Toka anaegemea. Kimwili uko sawa, tunakuona unaruka vizuri, unatembea vizuri, but spiritually when you try to scan you spiritually, tunaona hip mizigo. Umechoka sana. Na marafiki hawezi kukusaidia kwa sababu hawezi kuona. Na kwa sababu shetani anajua kwamba mtumishi wa Mungu atakusaidia. Wewe sasa ile tunafanya, anaharibu uhusiano wako na mchungaji na evangelist Juma, hutaki kuongea na yeye, hutaki kumuona, akikwambia kitu sasa, huyu atakuwa anajua hata baada hata hana chochote. You see? Ili kwamba uhusiano wako na mtumishi wa Mungu usikuwe sawa, kwa sababu ukiwa sawa nira itaanguka. Shetani hapendi yaanguke. I wish today you forget about the past. Usahau yaliyopita. Useme Bwana nimekuja, nira imenitesa, ninahangaika nayo kama nira ya utumwa, nira ya dhambi. Leo nakubali kaniondoke. Hallelujah. Number 3. Nimesema ya kwanza ni sin and bondage. Number 2, generational curses. Exodus 20 verse 5. Exodus 20 verse 5. Negative patterns can pass through families. Hallelujah. Unapata maisha ambayo nyanya yako aliishi ni ya kuteseka. Maisha ambayo mama yako aliishi yanafanana na nyanya yako. Na sasa maisha ambayo wewe unaishi yanafanana na maisha ya mama yako. Hallelujah. Na sasa watoto wako pia wanaanza kufanana na wewe. Hiyo ni pattern ambayo inaendelea na maisha. Kuashiria kwamba kuna nira kwa familia yako. I wish mtaseme ni mimi, Bwana nisaidie. I don't teach because people are teaching. I don't preach because people are preaching. Bwana Yesu asifiwe. Sifundishi kwa sababu anafundisha, sihubiri kwa sababu anahubiri. I'm telling you what the Spirit of God is telling you. Hallelujah. Number 4. Sikusema number 3. Number 3, sickness and diseases. When you see sickness all over every time, diseases every time, that is a sign that there is a yoke of an enemy on your shoulders. Luke chapter 13, verse 11 to 13. The enemy can bind people with infirmities, with diseases, with sickness. Remember wamesema sickness and diseases. Kumaanisha kwamba ni vitu viwili tofauti. Diseases ni magonjwa ya kawaida, but sickness
Namalizia. Nira ni roho ya kuzimu iliyo mabegani mwako. Kwa hivyo roho inang'olewa na roho nyingine. I'm trying to answer my brother. Yes, I'm getting. That's why we say the altar can be broken by another altar that is more powerful. Altar versus altar. I get the point. Yes. Madhabahu na madhabahu. Power versus power. Spirit versus spirit. So hii inawekwa roho wa Mungu. And because your yoke, the yoke is a spirit of the devil on you. It can be destroyed by another spirit that is powerful than it is. Understood? Yes. Kwa hivyo kubali roho wa Mungu ashuke kwako. Hizo ndio tena usiku kilala. Hizo ndio za magonjwa kwako. Sasa kutaka kukula pesa. Kila end month there must be some persons who are sick kwa nyumba yako. Kama si kwako ni rafiki yako. Kama si rafiki yako ni mtu wa kwenu. At least pesa itoke tuende. Every end month from 20th ikakaribia 20th bado unataka mshahara. Sickness counts. Remember where your money. That is the yoke. And it can only be destroyed by the anointing. Anointing the Spirit of God inside you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mazana Mathayo, the book of Matthew, chapter 11, Matthew chapter 11, verse 28 to 30. If you're there, you can read with me. Matthew 11, 28 to 30. Mimi nasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo. Nende tupole. Anza tena. Njooni kwangu. Maandiko yanasema njooni kwangu. Come unto me all of you. Hawajasema Paul, hawajasema Sara, wamesema njooni kwangu nyote mnaosumbukwa. Ninyi nyote Mnaotaabika na magonjwa, mnaotaabika na ndoto mbaya usiku, mnaotaabika na spiritual husbands, spiritual wives, mnaoteseka na magonjwa sugu, yengine ni mayaibu, njooni kwangu. Kulemewa na mizigo, nami Mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Endelea. 29. Jifungeni nira yangu. Jifungeni nira yangu. Kabla mjifunge nira ya Yesu, lazima nira ya shetani iondolewe. Ikishaondolewa sasa, kama vile leo tunaiondoa. Ukishaiondoa, sasa jifunge nira ya Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu. Nimesema ukiweka nira ya Yesu, ni Roho wa Bwana kukushukia. Baba anasema kwamba chukueni nira yangu. Mjifunge kutoka kwangu. Mjifunze kutoka kwangu. Kwa maana mimi ni mpole. Mimi ni mpole. Na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nanyi mtapata raha katika maisha yenu na nafsini mwenu. Huwezi pata raha ukiwa na nira ya shetani. Huwezi pata raha ukiwa umefungwa na shetani. Huwezi pata raha kwenye nyumba yako ukiwa chini ya utumwa. Huwezi pata raha kwa ndoa. Hata tendo la ndoa huwezi pata raha yoyote. Mimi nawaambia ukweli. Utamwona bwana yako ni kama ni brother yako. Utamwona mke wako ni kama kale kasista kako. Kwa sababu ya nira. Hakuna kitu kufurahia unless ukubali nira ya shetani iondoke. Uvae nira ya Yesu. Uvae nira ambayo ni damu ya Yesu, ambayo ni mtakatifu. That is when you will enjoy life. Bwana asifiwe. Maana tatu mtumishi wa Mungu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu. Pole. Maana nira yangu ni laini. Rudia tena maana. Kwa maana nira yangu ni laini. Nira ya Yesu ni laini. Kumaanisha kwamba Roho wa Mungu anapokuja ndani mwako ni mpole, atakuelekeza. Si kama roho wa kuzimu ambao unakutesa. The spirit of the devil will torment you. Nira ya shetani kuangana, lakini nira ya Yesu ambaye ni Roho Mtakatifu ni mtulivu, ni mpole,
anakusaidia. Na mzigo wangu ni mwepesi. Na mzigo wangu ni mwepesi. Anasema njooni kwangu, njoo jinsi ulivyo. Njoo jinsi ulivyo. Naelewa mambo unaweza umepitia mambo mazito sana. Hiyo ni ambayo nimeitaja. Unajiuliza kwani pasa aliniona? Nasema ndio Mungu amekuona. Anasema kubali leo. Hiyo lile yangu chini kwa moyo wa Bwana. Haleluya. Amen. Simama miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mtu anasema kwamba mimi nina nia ya shetani. Wewe mimi nataka peke yake. Haya mambo nimefundisha hapo, nasema pastor, mateso ni kama kawaida kwangu. Kuna watu wakienda kulala hawalali. Hawalali ukweli, ito da hawalali. Anaangalia tu hivi, ikifika saa 8 anakwenda usingizi saa 8 hajalala. Ndani kausika sekunde kidogo, akianza kulala kaona kitu amshtua tena. Ni ya shetani. Nashukuru nasema ni mmoja wao. Sijali. Leo Bwana ametuma kwako. Wewe ni mtu mimi nimekuja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nira ya shetani kwa mapika yetu lazima iondoke. Hata kama walisimika na wakanga wakule Kisii, wakanga wadanga wa Jamuoni, wakanga wa Uluani, hata kama walikuweka baba stamp, wakasema hii nira ni yako forever, nimekuja na anointing ambayo ni Roho Mtakatifu, nitamng'oa aende kwao mapema, akuachilie. Haleluya. Amen. Wanasema hata miungu ya Wakamba ni kali. Mungu wetu ni mkali kuliko Wakamba. Hadi wajao wa Kitui, hakuna kitu pale. Unapoinua damu ya Yesu, wanakuwa kitu bure. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyo mtu anasema kwamba ndugu sana amesema ni mimi wa kwanza. Watu kujipanda uko sawa, watu niweza kuona. Niweza kuona na kuona I can see you. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo nira njoo tusimama hapo uache hapa. Na kama Mungu aliyetuita leo kupita kwa haya mafuta iko mwisho kubadilisha mizigo ya shetani. Unafanya kazi, pesa hasikusaidii. Watu ukikuona nje huko uko sawa, lakini ndani ya moyo wako unajua kwamba hausaidiki chochote. Hiyo roho iliyotuma kutoka kwenu, hiyo roho imekufuata kutoka ushago, ukapanda nayo gari. Sio ulikuwa Mkinyamo, ulipanda Climax. Ulipanda gani? Amena coach. Wewe ulipanda gani na Ugenya? Otanga. Wewe ulipanda gani wewe? Climax. Promise. Guardian. Easy coach. Ulipoingia kwenye basi, hiyo nira uliingia nayo. Conductor kuweza kuona maana anaona mizigo ya kawaida. Ulipanda gari ukiwa na mizigo. Umebeba mizigo, hata mtu anapokuona wewe ni single, lakini anakuona wewe ni married. Nasikia ndo anasema na mtu hapa. Anakuona wewe ni married na wewe uko single. Unateseka peke yako. Unaumia. Unajua peke yako. Lakini unapokuangalia na wewe tayari uko married. Hiyo roho kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Nasema hiyo roho kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Paulo ndio amesema kwamba mafuta upako utaondoa kila neno mabekani mwako. Mikono yako imefungwa, hata ukishika pesa inaingia ikitoka. Hauwezi fanya chochote. Unaanza kuishiwa. Haleluya. Leo nimekuja na mamlaka ya kuing'oa. Ianze kuondoka mapema. Nasema ianze kuondoka mapema. Hiyo roho ya kuzimu iliyokuwa wazazi wako, ikapeka babu zako, imekufikia na wewe, imeanza kutesa na imetandaa kutesa mtoto wako. Nasema ianze kuondoka mapema. Baba, kwa jina la Yesu. Haya ni mafuta. Haya ni mafuta kawaida tu. Lakini kwa sasa si mafuta kawaida. Ninaondoa kila roho ya kuzimu. Ninaondoa kila pepo wa kuzimu. Na pia roho wa Mungu. Roho anayevunja nira. Roho anayevunja madhabahu. Roho anayevunja maagano. Kupitia kwa mafuta haya
yanapowakuza utumishi wako Baba, kila nira ya mateso ikasimame. Hiyo mikono yao naitangazia neema kubwa. Watashika pesa zao zitafanya kazi. Watashika pesa zao zitafanya kazi. Hawataumia tena. Kuna wale ambao hawalali usiku, wanatembea na roho za kuzimu, roho za mapepo, roho za wachawi na waganga. Hawataka utumishi wako wapenye. Leo kama mtumishi wako, nasema kutoka hayo mafuta, kila nira iharibike, kila nira ianguke, nira ya waganga na washirikina ianguke. Atakaye tuma roho nyingine kwako apate nguvu ambazo hazijawahi kuonekana. Akutane na nguvu za Mungu ambazo hazijawahi kuonekana. Apigwe na radi ya Mungu ambaye hajawahi muona. Atakaye tuma roho yote mauti kwako kupita kwa haya mafuta itamrejea maradufu, itampiga moja kuisha. Atajipata amekabwa tumbo imejaa, imefura ya kuachilie kwa mamlaka ya damu ya Yesu. I anoint this anointing oil. I am empowered by the power of Jesus. The anointing breaks the yoke. The anointing breaks the yoke. Kupita kwa hii, wale ambao kwa ndoa, upendo urejee tena, furaha irejee tena, amani irejee tena, irejee tena, irejee tena. Kuna watu wamegombana asubuhi ya leo kupita kanisani. Kuna mtu amegombeza asubuhi ya leo kupita kanisani. Kuna watu wamelala usiku kwa kando na kando ni mke na mke. Baba, hii mafuta karejee upendo. Wewe mpaka katikati yao ukakome. Hilo giza katikati yao iondoke katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Kupita kwa haya mafuta neema ikaongezeke. I empower this anointing for the great miracles. In Jesus name we pray. Amen. Pati worship kidogo. Acha sababu nataka niwaokee mafuta. Hii ni ibada yangu ya mafuta, sijawahi paka watu mafuta. Sijafanya ibada ya mafuta, hii mafuta yangu ya kwanza. Maana ni mwezi wa 4. Mwezi ambao nimeweka mafuta na mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo kwa ruhusa yako naomba niweke mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo roho inaenda kabisa. Amini Mungu. Usione Juma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana alete kibali. Wewe pia upendane kama watu wengine. Wewe pia ukwako ufurahi kama watu wengine. Unasikia badala kijaja. Kwako hakuna hiyo. Haleluya. Kwako hakuna hiyo. Msianangu, uko sawa? Mambo iko sawa? Wewe unakuuliza tu wewe. Mambo iko sawa? Adui alishindwa. Tunakuongelesha. Adui alishindwa. Ama bado? Tutaongea tu na shida. Bwana asifiwe. Nimesikia ushuhuda. Pasa nimesikia ushuhuda. Hata kama kuna watu hawaoni, mimi nimesikia ushuhuda mkubwa sana. Na najua kwamba Mungu anaenda kuwatendea utumishi wake. It is not in vain. Bwana,
Hiyo ni mafuta. Tumeka kabisa. Lazima useme Jesus. Umetesa familia sana. Leo ni theater. Ni mafuta sio kawaida. Mohamed. Unatoka wapi? Wewe wapi? Uganda. Unapata nani? Yes. Mosi. Kwa nini? Msana wapi? Unamtafuta? Unampata aje? Unaingia aje? Unataka sauti unaingia aje? Unampata wapi? Chuoni. Kupita kwa nani? Unafikia kwa nani? Ana nani? Rwanda. Alikuwa nini? Alikuwa nini? Sabuni. Akaongea. Alafu kamaingia. Unaenda kwa nisi? Unaenda kwa nisi sasa? Hapo watu. Alifanyia nini? Kwenda wapi? Mugala. Unajua mahali ulipo? Unajua mahali ulipo saa hii? Hapa ni kwa chumba cha Yesu Kristo. Lucy ni wa Yesu. Lucy ni wa Yesu. Muhammad akubeba kamoja. Kusanya baraka zako. Chukua mizigo yako mara moja. Hiyo sabuni chukua. Hiyo sabuni chukua. Chukua mara moja. Chukua. Chukua. Mimi toka tu. Chukua. 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 Rudi Uganda. Chukua zote. Isha nguvu. Isha nguvu. Muhammad, by the power of Jesus Christ, I kill Muhammad. Na kuua Muhammad wewe wa Uganda. Natangaza mapishi yako. Now. I'm not serious. Are you not serious? Tunaua Muhammad mniangalia. Are you not ready? We are ready. Unaogopa? We are ready. Hallelujah. Yes. Unaogopa? Muhammad tumifike Lucia kwa free. Yes. Tuko na Yesu aliyekufa akashinda mauti. Muhammad alikufa lakini hakufufuka. Muhammad, 1 second, I declare a funeral. Natangaza mazishi yako Muhammad. Hapo nikaleka room number. Watoto wetu hawezi kuteseka hapa. Baba amenituma amafikiri pako. Anointing to break the yoke. Every yoke destroyed by the power in Jesus' name. One touch. Na kumwekea mkono Muhammad na zikwa. Believe that. Nasema mkono ya kwanza Muhammad. You die. Muhammad. Hell is a possession. Hell. Moja. Mbili. Muhammad. In Jesus' name. You see, na kuita mahali ulipo. Mahali Muhammad amekuweka nimekutoa. Mwanangu simama. Mwanangu njoo kwa baba. Kwa nafsi yako. Waleta kwa changa. Sio Tanzania. Sio Uganda. Sio Rihanna. Hana uwezo. Sio Muhammad. Ameshikwa. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu, nenda mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Ondoa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi ni wa Yesu,
na kukataa shetani na vitu vyake alivyonifanyia. Ninamkana shetani na mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo naokoka na kuamini. Kinywa changu kitamwimbia Bwana, kitamtukuza Bwana. Pokea neema. Lete mafuta. By the anointing every yoke is destroyed. Na kuwekea alama ya msalaba. Hakuna mwovu atakayekuona. Wanapokutafuta wamuone Yesu, vinywa vyao vipasuke mara 10, viwapiga wenyewe na kung'oa Uganda. Huyo Muhammad hata kupata tena. Amezikwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba kwa sababu ya vijana ambaye anajifanya kuwa rafiki kumbe ni adui. Malipo anapokutazama macho yako yataka moto. Atakapokuangalia Yesu tawaka. Utamchoma. Anoint you as a father in the name of Jesus Christ. You are free and delivered in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba siku ambayo shule kweli. Bado anafunga. Anamaliza vizuri. Naomba kwa msamaha mchungaji, nasikia kufanya hii. Ile siku anarudi shule. Tumeongea sabuni. Unaelewana? Na sabuni aliombea hapa nipatie. In case of any, yes. Mungu akubariki sana. Ni hadi. Just hug me. Neema iongezeke. Amen. Kwa hivyo siku anapoenda shule, ndio atanunua sabuni. Tunaiombea hapa. Akifika shuleni, yule atakayemuona kwa nia mbaya atapigwa na radi. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Ndio nataka kuinua sahihi. Hallelujah. Amen. Sababu kuna duka. Sabuni pesa ngapi? Wanaita miti moja. Ndio miti ngapi wanaita? Amesema 1000. Kwa hivyo itakuja kuongeza shopping. Kwa hivyo weka kwa namba 77 Till. Wewe ni shopping woman na hiyo biashara inauli mpaka washangae. Waseme ndio kwa mchawi, sema mchawi ni Yesu. Amen. Mungu wangu barikiwa sana. Hivyo ni bwana uchukua baraka. Hivyo ni bwana uchukua baraka. Nimesikia mseme hiyo. Leo tufike saa 10 lakini mambo yafanyike, si kweli? Yes. Msije asema ushinde vita. Yes. Mama alikuwa amesema muombe Lucy. Muombe sipita tu sijali. Sasa imefika. Muhammad kwisha. Ndugu yangu barikiwe sana. Tutaomba na wewe pia Mungu akubariki, Mungu afungue kazi ya mikono yako na ushike pesa kwa watu washangae. Umepanda ile moja. The highest note in the country. Mungu umejifunza kutoa. Mungu akubariki sana. Amen. Nikimaliza ibada kama kuna yote ambao wanasubiri nimalize na wao. Na mimi usiende. Tunaweza na sawa. Wewe wa nyumba leo